isa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni saida tunanusu cia wiyo nina wikwatio kana ni watindane saa wakatano wa umonde vonde vala watindila ni uthocha ni kanati umanithie nthini wa Vilingi wa Mauvoo indi mbe ni Mauvoo ala tukumbanisie kwa ukuvi. Ala tukumbanisye ni vamwe na atongo imacha machawa ipakukulia vethi wena ngwata nionika na kutethesya Kalonzo amusyoka kwite kivila cha usumbe mwakane wa 2017. Serikali na ngwatanio ya azimia kukulwa kuiya utema wendi mona kunena nsi ya kila kitonya kutethya mwene nthi unenaniani ula uende yete. Musumbe William Ruto munini wa Rigathi Gachagua na atongo yange ma serikali kutetea kituo cha nthi ya America Meg Whitman itina wa Raila Odinga kwenda evetange utetini wa nthi ya Kenya. Na ene nthi kauntini ya kituo kukulia Governor Malombe athinikie muo waki wulo mekumbilite kwa ivinda yasa. Vilingi wa Mauvoo ni na uthocha ti umanithie nyenita wa Robert Mutuku na Kesharo Ndinda etwala Mauvoo wa kwanzia ya meko na tuyambia Mauvoo maitu ni kana tongo imekwethukani ungua chama cha Wiper kuma ilembetani ya ukamba ni makuli atongo ya sakue makuma ukamba makwatane vamwe kileloni cha kuete mbai ya mukamba vamwe kumukwata mbau mutongoi wa chama kicha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka na kuyumbanisa usakuani munene wa mwaka wa 2017 bala Kalonzo ukethi wa imanda kivila cha usumbe kwenana na muyumbe wa Embakasi South Musilima wathe ni kana yini vinda ya Raila Odinga kuivata utetini na kumkwata mbau Kalonzo undu withitwa imukwata mbau miakani mivitu ito ila manene ya mathikoni maithe wa ulono kiti ya kivila tekilio mbunge cha Mwala na tikiti wa chama kicha Wiper Kilei Mutinda Mrutia Dishon Mutinda kituko kisioni cha Wamonyo ukamba wa Mwala ndani limongela ena Mauvoo. Atongo ya matongo iwe ni Musilima wathe mainene cha thini cha mathiko kila cha toiwo kamba wa Mwala kisioni cha Wamunyu ni makule mba ya mukamba yende na mkwata na vamwe na kumkwata mbao mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka zikayoni sia kuyumbanisa kuite kivila cha usumbi mwakani wa 2017 na hivi kivila kila twaweza kupata kinene ni kiita aina Kalonzo cha Vice President ibinda hii ibuso ni ito nitumite mkwate mutumio moko 2013, 2017, 2022 na yuyu Kenya yonde wanawanana walangi wanayimilo no mwene megwei baba wao makini nyakuma Kalonzo umana nuwete kokele ekomiye kura translation ile wito baba nuwete banini lakini nundu mutu mwana wenu nundu wamire naitu mkwate imoko ema mkwate moko tuka make sure ito amonenga kibira tukwata Kalonzo moko je mobu na imwe siabaki imani tiwo ameta alimaitu kwa lazima mkwate ibuso ni ito wakati huu lazima tusimame na tusimame na ndugu yetu Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka tuhakikishe ya kwamba tumemshika mikono tumesimama na yeye na nipo watu ya kwamba 2027 wakati za election tutakuwa na announcewa jina lilikuwa ni jina la mtu wenu Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. That one I guarantee you. Mungu kuitaya Mungu alika 2027 ilika Mungu kutoa walitaya na Kenya Mungu Odinga ebi ndali kai kuloka asundika no yo mwezi swezia uneni undu kwa tambo unendongo ya kava kauntini ya Masaku mwandujo iskamene Kasimbi ulau kuwalesekana usakuwa kwa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kutongoesya unenania kati wangaliko yolei nela ya serikali ni wona ni wawo kana weni mutongo imwailu Baito ekaite kwatana na tiyela na molo kuma His Excellency yes emo nye wosa kuiwe na wambie ni andeto mundu wewe seke
le diplomatic in its own way. Diplomacy atoa anasio. Na bandu betu andeto ineno sikaka forefront ondo itise dokaima. Oema gali yengi dhike iyo seleke batuino twena mutongo. Ekati boye nondo itise waila maombo ni maila na ituta enende nondo nyeni sekiatoki pondo maisha na karama nikani. Nomba kati leke ya wimbi maombo imasewa na karama ya maisha letangea na mbele. Atongo yangi alama evikite cha thini kine vo seneta wa kaunti ya Masako Mwandu Agnes Kavindu ondumwa na ma-MCA mambunge ya kaunti ya Masako. Danisi uyawakwa ni wa oversight. Danisi uyawakwa. Ila former governor unaiko ni muna mbona masitani kile bila yote ni kuna kelele. Nisi ozuba indawa lakini ozuba ni ndibe na ina nena na kensa nungite. Ni confirm kana dawa ni ndibe na dawa ni ndibe lakini nasio dawa si kama hospitali ni no tuma na udusi kutumika. Daniel Mwongela, Mutungu TV, kuma bawa munyo Mwala kauntini ya Masako. Vena vata wangaliko ya silikali na ngaliko ya uliazimio oka kuya ute miungamoyo milumu na mawendi moene ni kana usungi wa mwailu wa unenania ulau kutwaiwa kukwatikana woni kwena na Archbishop wa kanisa wa GNCA va Kenya Rafael Kitova ulaini na kavindani kaumbano wa masinda na mambadhi siya makanisa a kisioni cha welfare wardini ya Emali Mulala kaunti ya Makueni ingiwatula mutita mbia ya kutwaiwa kwa maandamano makwana ngamali sikayoni siya kumanda usungi wa madhina alame kumbilite ndia Kenya. Ken Mulinge nukuelesya. Archbishop Rafael Kitova inena ni wenda nzama yandu ikumi kuma uvando wa silikali na ulawa azimio okelekwe ikonenenya wa kumanda usungi wa madhina alame kumbilite ndia Kenya. Kuvathana na ngavano na kwikuna kithuyu lola wina utothi kuvita mwenzake na vandu vake kukwatiania. Kufosia nthi ya Kenya kumana na ivyo vya kiureti elena ukiletu ni maandamano walao itatimo usungio wa madhina manthi ya Kenya. Wafikirie binadamu ambao wamepatiwa kuongoza, they are created in God's image. Na wakichezea hiyo wanamchezea Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo maringo, majifuno waweke kando. Nikiwaambia upole kwa wale ambao watu wao waliuawa wakati wa maandamano. Na hiyo na ilani nasema isirudiwe. Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto asikubali hiyo iende tena. Mimi naongea kama kiongozi wa kanisa, sifanyi siasa. Hakuna wakati nitafanya. Lakini rais wa Jamhuri ya Kenya ni William Samoei Ruto. Tumheshimu yeye na tutii. Kipindi chake kitaisha, mwingine aje. Naye atunze watu ambao walipatiwa na Mwenyezi Mungu kutunza ama kuwalinda. Zama ile mineta kumbana na sikalosia kunena nesia maondoka utalama ile kuthenekiwa siku atiwa kuambisha rasmi wa kuambelilia o. Yethito isi kumakuitikilia ndongo isia kanisa vamuna mashirika makuteta ya mwene nthe kwitho wanakianda unena nyane o. Kendo kila chasio kelelone Kitova ongea enda atongo ikivathana na motu wa kulua nduthe kila evinda masindwa nthini wa maosa kuwani. The elected leaders, the political leaders, wachane na mambo ya kiburi. The political leaders wachane na mambo ya kiburi. Tumesikia wale ambao walichaguliwa juzi na tukawapatia mamlaka ni makubwa sana. Wanazozana katika kila jambo. Hawataki kuona wenzao ambao hawakuchaguliwa. Na kama kanisa hiyo tunakataa kabisa na tunailani, siko kataa peke yake. Tunailani. Huo mwenendo uishe kabisa. Na kila aliyechaguliwa aende kwa level yake. Na zitumie cheo kwa kujinufaisha yeye mwenyewe. Ndeto ilasia kwa tomboni atongo yangi mandini vamuna atongo ikivathokanyo maki uteti. Inclusivity riba. Andu maibala matona kuikalande makaiwana. Nundu ni tuenda kwa kongela wasi witu tachunga nitenda kuona thembia nene ndino omeo kuma tuwa maoni mo tuenda ona industrial representation and my industry captains my industry my yete mawoni mo nikenda
tumie kindu kimwe nundu kila ikulela tinenda osofu ni ati maisha meulu na Kenya na bini Kalonzo Musyoka yuno nengo mwanongi anetu utazamia kana galile serikali ya mheshimiwa President Ruto pamoja galile Kalonzo Musyoka ni makwikala mbi anitwende na Mauvoo ya muno nigenda Kenya ithwa na Mungu kumbe katika video boyaba tulilikana sana kuboya bei kitovongia enda tongo imande ni kukwatiania na kunena na wasio mwana kunenga na moloto la walite kwa utongo iwandhi ya Kenya. Kanisa iwe inaweza kuungana pamoja. Sije kawa kanisa iko pale hawezi ongea na viongozi wa kanisa hii nyingine. Hiyo ni dhambi. Tunamwabudu Mungu namna gani? Maana tunamwabudu Mungu kupitia kwa upendo. Maana Mungu jina ile nyingine yake ni upendo. Na kama una upendo wewe si wa Mungu. Delivotia Mutongo TV kumemali kauntini ya Makueni. Nyeneta wa Ken Mulinge. Musumbi William Ruto na munini wake Rigathi Gachagua ni matete ya kitue cha nthi ya Amerika va Kenya mwandu Meg Whitman kumanwa na uneni wake wakana unyuvani wa nthi ya Kenya mwakani muthelu watwaiwe kwa nzia ya umelu. Kunitina wa Mutongo wa Azimio Raila Odinga kwiyo kumwenda Whitman evetange utetini wa nthi ya Kenya kana mendekethie avetangwe va Kenya vala Musumbi Ruto wawetakana uneni wa Whitman wina uwo. Josephine Koki ena Mauvoo. President William Ruto ni wa mutatia ambassador wa nthi ya Amerika va Kenya Meg Whitman itina wa Mutongo wa ule Raila Odinga kutisia ambassador o kumana na uneni wake kukonia usakwani munene wa mwaka muvitu wa ngilili miongo ili na ili. The American ambassador said two statements of facts. She said the last election was the freest and the fairest in the history of Kenya, which is a statement of fact. She said Kenya is open for business, which is also a statement of fact. I mean, surely, let us have some decorum and respect ourselves as we demand respect from others. Ainene achathini cha kwikiwango vya kwa amwika alama minie kukwata utwika kwa Islamu vango watu jiajiri kila cha twaiwa kisioni cha Kasarani. President Ruto ni wa mutula muti Odinga kwa kila waweta ta ukunena ndeto ite na musingi kumukonia mwandu Whitman. I was just imagining between the people who are orchestrating destruction of property and sabotaging our economy and those who are working with us to create investment opportunities and investment capital for the people of Kenya. Between those two, I was wondering who is actually rogue. I think it's for the people of Kenya to judge. Ruto ni wathingilila kana nthi ya US ni osoko munene wa sindu cia utandithia cia va Kenya na kana kunene ambassador wa nthi isu ndeto cia muthemba usuni undu umwe wa kwananga ukwati wa nthi ii na kwema kwithiwa na muvia kwinthi ya US vala wakwata mbau ndeto cia mwandu Whitman aiweta ni cia uo. We would be very ungrateful for us to vilify the people who are creating opportunities for us. We have 200 billion investment from the American government. We have huge investments from Germany. We have huge investments from other countries. We must know what are our interests, and we must secure those interests. And I want to encourage all of us as leaders to focus on the things that bring opportunities to millions of young people. Ndeto cia president cia kwatwa mbau ni munini wake Rigathi Gachagua ula wanene achathini cha kuvingwa umbano wa magavana ku ya kauntini ya Uasin Gishu. The unprovoked and unwarranted attack on the US ambassador to Kenya, Meg Whitman, is as a result of people being allergic to the truth and the reality. Ambassador Meg Whitman and other ambassadors were at bombers throughout the counting of votes. They had access to the public portal. They had calculators. They are educated. And they have done some bit of mathematics. They added the numbers, they observed, and they were clear that the election was won fair and square, and it was open
democratic, and meets the best international standards. What the ambassador is saying is that is the truth. Odinga ainene akaundini isu ya Uasin Gishu kwiyo umbanoni wa kutani ya miaka 10 ya kwithiwa vo kwa serikali cia mituko novuthisie ndeto cia ambassador Whitman cia kana usakuani wa mwaka muvitu niguo unaina utheu na umilu ndini wa masakuani alama twaiwa va Kenya. Tell the rogue ambassador, Kenya is not United States. Kenya is not a colony of United States. Keep your mouth shut when you're here. Otherwise, we will call for your recall back to your country. As a private citizen, how would you recall an ambassador? You cannot even transfer an assistant chief in your local application. You know, it's part of the denial syndrome. Nimeona wengine wanaanza kutusi mabalozi. Na juzi wakati tumekuwa na kura, walikimbia kwa hao mabalozi kuambia kura haijapigwa vizuri, kuja mtusaidie. Sasa vile balozi amesema mimi niliangalia, nilikuwa Bomas, niliona kura ilikuwa sawa, wamesema wewe ni mkatili. You can't have your cake and eat it. Lazima tuwe na heshima. Kesho mtakimbia kwa ule ubalozi kuomba visa kwenda Amerika. President Ruto umundi kioko nukomanie na senator wa Delaware ndi ya US Chris Coons vomani nene ya serikali State House musini wa Ilovi ikomano yeyu ka mithenya mivuthu itina wa senator ukukomana na Raila kwiwa chumwa muvitu. Coons esikie muno kwa kusangia ngethi ya handshake kati wa President uthiumwiye wia Uhuru Kenyatta na Raila mwakani wa 2018. Ndi ripoti ya Vilingi wa Mauvoo ni Josephine Koki. Kungi ni kana monini wa Musumbi Rigathi Gachagua niwe ikithisia magavana kana serikali nene ni kwithi wa imanenga ilovia ila mathia wa ni kana kutwaisya uthukomi wa serikali cio anena kavindani kala ukovinga umbano wa mithenya 3 wa serikali cia mitiuko musini wa Eldoret county ya Uasin Gishu. Gachagua ingi wathingilila vata wa kwithi wa na ngwatanio kati wa serikali ithi na ilanene ni kana mwene ndi avikie kukwata matunda ma serikali ithi ila kwa yusie na miaka 10 kuma siambia Lina Musangi nukuelesya. Munini wa Musumbi onene achathini kile kietete vame kaunti cionza miongo ina na muonza kutania miaka 10 ya serikali cia mitiuko wenda devolution na vala wavinga mukutano uuni wa waita kana nthini wa mwaka umwe wa Musumbi William Ruto. Garama ya meka lileta ina dalili ya kuthea undumwe na kukwata mbao serikali cia mitiuko. In 1 year, the economy has shown signs of recovery to the extent that for the first time in 7 years, all county governments were given their money before the closure of the financial year on June 30th. All members of parliament and the respective constituency development funds in the 290 constituencies were given all the allocation before the closure of the financial year on June 30th. So the people who had schemed to destroy the economy so that the next leader can fail are very envious. And that is why they are bitter, and that is why they are trying to portray our friends as bad people. Ni wakwata mbao ndeto ili na nene ni Musumbi William Ruto kana serikali iita iyo vete kaviukuli kuwikithi kana niyo kitana na ulusani. The president talked about corruption in the county governments and the national government. There is no corruption for the national government and the county governments. Corruption is corruption in its very form. And this government will deal with the corruption in the national government, in the county governments, and in the country. We know that some people are very uncomfortable because previously governors have been twisted to give money obtained fraudulently and corruptly to fund political activities. With this new war on corruption in the county governments, it is no longer going to be possible to coerce governors from your coalition to give you money for politics. That is a problem. That is a problem. So we understand where they are coming from.
We feel you. Otamana waweta kana serikali ni yumbanite kuthukumana na kaunti cionse miongo ina na muonza va Kenya kwa wiananu. We are ready to work with the county government across the political landscape. We don't care in what political formation you are in. And we have told our people, we have told the administration, we have told the police to keep off politics because they are not good at it. It is foolish to use administrators and police in your politics. You will lose. That is how Uhuru and Raila lost, by using chiefs and assistant chiefs and police in politics. We cannot repeat the same mistake. So chiefs, assistant chiefs, county commissioners, OCS, OSPD, they have no business in politics. Their work is to give services to the people of Kenya. Rigathi ni ongela ukule mawisa ma serikali na mono county commissioners mathukume mwamba na mangavana 10 ukanyo muviko wa commissioners ala meikomeya wiyata makavikia na ukuno transfers. I have repeatedly cautioned the county commissioners and the security commanders that they must respect elected leaders and they must find a way to work with elected leaders. And I have told them repeatedly, in the unlikely and unfortunate events that they are unable to work together, governors are not transferable because they belong to those counties. And if they cannot work together, one must give way. For a fair devolution because it is the anchor of the Kenya Kwanza transformation agenda. We are keeping the promise. In our first year in office, the national government owes no county a penny. On the other hand, President William Ruto elevated devolution and placed it at the office of the Deputy President, and in this regard, devolution enjoys a direct ear to the presidency. Good report ya Vilingi wa Mauvoo ni Lina Mosangi. Tuisonga na mbeni kana zama ya kukitana na ulusani EACC ni yakulwa kana yakulia wiki konengwa ukomo wako vingu ya isilelua maulusani makwani mwani kivila wanzama hii David Oginde ainene ya kaunti ya Mombasa ni waweta kana konengwa ukomo ni wiki ya kukalata makwani maulusani vandi ya Kenya ngiweta kana kwa ilungu ya miaka 10 ya serikali sia miti yuko nivedhiitwe na ulelu munene wako kukitana na siko sia ulusani. Angelina Mose yana Mauvoo. Bishop David Oginde na ula ni mwana kivilo anzama ya kukitana na ulusani nukuwetakana makwani manene meokone ulusani ni medhi utuwa maiku wa kilungu kiasa tacha miaka 10 kuendea awetakana edhiwa nzama ini kunengwa ukumu wa kuvingwa makwani na kumatia ni matonya ukuwe vinda enini. Corruption cases, especially the big ones, that drag on for 10 years, 15 years, some even 20 years. By that time, these people have already enjoyed the benefit of what they stole. Those who are going into leadership positions have already served their terms and retired. So we are lobbying so that we can get these kinds of cases heard and determined within the shortest time possible, 6 months at most 1 year, so that if a person is clean, let them be released to serve the nation. But if they are dirty, let them be removed from where they are to go where they ought to be. Nukuwetakana makwani ya makuwa vinda yasa ni kuithiwa no muvaka mesile mithiani kivothukanyo ta ofisini wa mutoisi wa makwani ma NND vala maambisi ya ukunikiliwa makwani a ingi awetakana kiini cho kitumi makuwa vinda yasa wanauye vo mwene kivila uni wawetakana ni vatonyeka ukulio uwanza mai ukalia kukua tambauni ya yumbe wanakutuika no makuli chema vikie kukua tambauni kana kukitana na ulusani vandhi ya Kenya. We have investigators who investigate a case. Then we have, we finalize it and hand it over to the DPP. DPP office really deals with all criminal cases. And the workload, therefore, in that office is just enormous. So when we send our files, they are not the only files that they are dealing with. So they have to prioritize according to the kind of work that they have. If that was given to or delegated, and that is a possibility, and we would like to discuss that with DPPs. It's not taking over their role, but if that was to be delegated to EACC, then we can be able to
prioritize and forward these cases more expeditiously than it is happening right now. That is the idea behind it. Wanawiyevo kwa kilungu cha miaka 10 cha serikali sia MUTUKU magavana ni mawetomethitwe mateku kitana na ulusani thini wa serikali ivala mwene kivila uwa watikana ve amama magavana maende na kumekia ukunikili ni kumana na siko sia ulusani. We have governors and county leaders who seems like their only purpose of getting into government was to loot public resources. And those people, we are actually, as ESCC, looking at some of the things that they have done. Some of them we have already forwarded their cases for prosecution. Some we are still under investigation. But the truth is that our county governments are not doing well. And we would like to call upon, especially now that we are in transition government, the governors really need to take a key role in leading the fight against corruption at the devolved units. Kavinda nikaula na governor wa county ya Makueni Kivutha Kibwana ni wakadhi wa vanane kwa kukitana siko sia ulusani county ni esu vala maendeyo kavinda nikautongo iwake mawe tukwithwa manaviki kukwatikana. We have been working with the various governors and governments at the local level to help them in terms of looking at what are the loopholes through which our resources are getting lost at the devolved levels. Some have taken this seriously. Makueni, for example, has done very well under Governor Kibwana, did very well. And you could see the impact of what happens when things are done right. The society, the local people actually enjoy that. Uwa kakavinda ni kala mwene kivila uwedhi wa yutuve komano ya miongoli na mwonza ya kila mwaka ya Institute of Certified Secretaries va kauntini ya Mombasa. We are handling the topic of ESG, which is environmental social governance. This is a very important topic which has gained a lot of importance, not only in Kenya but in the whole world. It is about governance, and the governance is what drives corporations. It is what even drives government. And so we are focusing on governance aspects in the private sector, in the public sector, and even of late, we are talking about governance in the church. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Na indi kwa Mauvoo asuma Angelina kuma Mombasa tuambothi umavanini irisokethetie na Mauvoo mbyange. Na udhochandini wa kilungu cha dhambalala. Ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti. Onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu mebiya no toothpick eka mitumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka. Kilungila kikukia kila wathandatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo. Edwa wikalatha yukwenda. Edwa ni mwitu muthenya mwoka twawa withie wiungua mume waku. Wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina. Ona ega ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndine wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nunu nabaka wikala na control da yundu tonyakani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde buyani mwitu awe ande wakomelelie mwana yonthe omituki ni mutanisia wambiye ku depend na eba wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nongi usungi woniye kuyanza ni mauso wesia niwe atikoke Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Matthew chapter 17 verse 20. For I assure you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen.
Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Mukamba ni weze uimani udhui na kwa uondo ilite kubatithia uima waku. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoitie kwa uiti mwithianu na wandawa siki ukunikili waki science kuikithia nisia ubosia na siena udhu mwene waku nituitama ukibathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, kwalune malenyu na arthritis, kwamba toni ndakame, kulea kusia, kukosa bitha wa kiume, mauma kikonde, asma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi. Koma na ndagitali kila muthenya wathanthatu wa matuko 12 tuilobi mulolongo kuthengeania na 3Ds Hotel kwa flyover ya Yellow wa kwambililia matuko 14 tukibwezi kuthengeania na Tumaini Clinic kwa Chula wa keli matuko 15 tuikathonzweni windishe kasi tina wangomeni Hotel nduka namba 3 wa katatu matuko 16 tuimatiliko kwa Steve Kinguti Chambio Inn matanisioni machangwa si na Kilili wa kana matuko 17 tu emali kiwanzani cha bus nduka namba 37 itina wanaekana booking office wakatano matuko 18 tu wote katika watazama Agrovet na Cecil Hotel ulikiloni wa Marikiti ngaleko ya Mboka na wathandatu matuko 19 tu ikambu itina wakanzi supermarket kungethanisia na Kanani Hotel tuthoke mabisi ni maitu kana tukunesi mukusila noti muonza imwe ile itatu kana noti muonza na noti muonza noti kenda noti Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Nina udhochengi twendeye na kumanithia. NND kaunti na Kitui ni makulia Governor Julius Makau Malombe. Vindani utwaishe udhukumi kaunti ni isu kunenga mwanya wa mbeki uo na kuikia mingeto mbuseni isia Kitui kutethesia NND kukitana na mua waki wivindani ya munyao. Mainene na Mutongo TV mnemenda muvea waki wina unyithia wa miunda serikali ni Kitui kuvza ilovia sia mingeto fala maweta kana ikamatethesia vanene kukitana na ucha. Onesimus Chalo no kueleza. Ivindani serikali ya kaunti ya Kitui yendesya uthukomi wayo kwiana na mawatho ma gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makau Malombe. Enenthi ba kaunti ya Kitui ni mamwenda Malombe akothesya mingeto mbusini Kitui kutethesia kuya kibu kwa ivinda ya savana maweta mwa wa kibu no manyamaite vanene na mingeto ikamatethesia kukitana mwa wa kibu na uchava kaunti ya Kitui. Kuni tukulia gavana witu wa kaunti ya Kitui thina wa Kitui ni kibu nicho na kiki katika first priorities ndenu achao public participation situ adhani patonekana mengeto nayo ondu lelo wende no temwa no mengeto ni dhambi kusogwa kuyambusini nikiendeza nitu akwata kibu kiki ondu tutenda kibu Kitui lombaka ucha wa Kitui ukethia witho lomo no pio ko balalo maitemwa ndaitu nitu okulia mengeto nayo igata itusobiwe. Enendani maweta kwiana na mawatho ala mumisie vindani ya kuosa mawoni kwa serikali ya kaunti ya Kitui nimele kuona mingeto inengeto mwanya wambe otondo manengania mawoni ni mom. Ni kwa tini tuwetu katika public participation. Nangitugia governor muvea ni kuithia governor chondeke loko ka kaunti ya Kitui kithia katika public participation. Neta wasi wa mwenendi tumaluka na twatavia no maitu tanga saiki ndo kiki tumaluke kila twanenganie ndienu wa public participation. Actually 6% governor lo committee itakuwa na by roads katika sub counties wards katika villages governor tutemea maneno kila tunaweza kuambia kuona ni mengeto ana wiyovo ni maweta kwithia governor anaendesya uthukomi ungu wa kinando cha serikali mbitu mena mwikio serikali yake ya kwate ilovia ni kuthukuma kwiana na mawatho make ainenge mawoni ma NMB mwanya wambe na great nango eta uthukomi wa county government ningwasia actually governor Malombe no uthukomete na alika kibela ni toni mirad nyene ndembete county ya Kitui almost every part na kila bandu no thikwithia every village lazita wa county villages kwina project siende sia mingeto sia water extension malelo ni meme ukwithia kwina cheni kabisa na ningwasia tukende kwata governor koko ningona Kitui kyuthimbe enembia meiwenda muvia wa kiwuno ngithia serikali ni akaunti ya Kitui otondo mevia lengi yendese mothukomi mayo ukwikia kithito kwa kila maweta kiwuno cho kitona kukitana nza baile mbetani ya ukamba nitizingava na nambi nendea nethie budget ila inebo
the last regime na ndia kwatie budget ya kambe na wona athukumie muthemba ucu na budget na nethia yinusu ko with the full budget nite ku expect na Kitui nicho thukuma neza for the next 5 years. Didi vote Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui Neta Onesmus Chalo. Minista wa utalii na nyamusi ya kithekani Mwandu Penina Malonza ni wathingilila kana muvea wa utalii ni wiyumbanitie kuthocha makilima aeni alama ithiwa maithoka va Kenya cha thini cha maundu manzeve na moithuluko cha Afrika kilega atwaiwe musini wa Ilovi kuma matuku ana nginya matuku 6 mwaini tuendete wakenda. Mwandu Malonza anena witina wa kutwa isegekalo na nzama ya vamwe ya mbunge ya utalii na ile ya mathau na sithio na ene ianda maunduni mamikawa kusuania nziamba ilu sia kwa ile chathiki cha ilembeta ya Afrika kila kwa ivinda yambe kiutwaiwa musini wa Ilovi. Benjamin Mwaka nukuelezea. Nthi ya Kenya mwayu kitethi kwatua kukwata eni mbe wa maofisa 13 na anene manthiki wathukanyo umbanone munene wa maundu ma moithiuluko va musini wa Ilovi. Minista wa utalii na nyamusi thekani Mwandu Penina Malonza kwi umonthi ni wakomana na nzama vamwe ya mbunge ya utalii na ile ya mathau unduma na siethio kusuania undu wa kwa ile chathiki vaitani munene wa sekta ya utalii. This is a momentous occasion, one that only highlights our commitment to addressing climate change, but also showcases Kenya as a responsible and forward-thinking destination. Thino wa kikaloki na kila ingi chaete vamwe ene ianda maunduni ma mahoteli na mikawa. Mwandu Penina Malonza nwaweta kualanya chathiki ni ifseseo kuonanya Kenya tandongo imaunduni mandambuka na utalii wa matukwano. With over 12,000 delegates from around the world set to attend, this summit is a golden opportunity to us to put Kenya on a global map as a leader in sustainable tourism. The African Climate Summit, co-hosted by the Government of Kenya and the African Union, signifies a pivotal moment for our continent, and more so for Kenya. Na yu minista wa utalii no athingila nongina ene yanda sektani ya utalii mathukumithie vatoa kwa ile biasala kwislanzia sia utwiko wa matukwa kuonania na kutangazia mauthukumi mo mitandaoni no kana kufikia utalo munene wa ene nthi ma Kenya na ainingi mamwika alameithwa mavikite chathini kino. But what are the strategies we are going to take as a ministry so that we can achieve this commitment, as well as the bold steps that we have earmarked to take? Our strategies will be reframing marketing. And in reframing marketing, we're going on digitalization, where we're going to do online marketing. As you know, everybody now is online. And the 65% of the quantum that we are looking at is a YOLO generation, a generation that is hooked to online, and we need to get them wherever they are. Inge no wetani so inge sio kuikithia nthi ni ile sekta inge anyanya muvia no utalii ndambuka mathau na siethio kwiyumilia na kwionanya no kana kuvikia utalo munene wa aeni halame ithwa va Kenya thino ithio wa ciumwa itatu ciukite gatu wa aeni ane vamwe na ma president 13 kuma nthi kivothukanyo cia ilembeta thi ya Africa. From the bush and the beach, we're going to agro-tourism, we are going to sports, we are going to culture, we are going to gastronomy, which I think we have experienced this morning. We're going as far as adventure, and you know Kenya was rated as a adventure destination #1 in Africa and #10 in the globe. I'm so proud of this nation. Vilingi wa Mauvoo kumva musini Ilovi nye nito Benjamin Mwaka. Enendi makisio cha makima na mwea ila sikilioni mbunge cha mbere ya ithio kaunti ya Embu ni maelesi ya wia wowa kana ni vatonde kasi na sio ila ikuenda kulika moveani wa itaka na KDF ikaema kutetheka itina wa serikali kuema kuikia kisese cha kuandikania thini wa sub-county ya Mwea. Enendi ameasia serikali ni ilite kuviungwa mwanya wa uandikani thini wa sub-county ni kuithiwa makuluto maita na mavolisi methito mayandiki wa kisioni cha Kiritiri ila si sub-county ningi. Mwandiku itu Ben Musau nukuelesea. Maine na kavindani ka umbano wa ene nthi sokoni wa Karaba matongoiwe ni County Commissioner Jack Obuo ene nthi ayameweta tamana inawikwa munene
wa kwithana kituo cha wosani wa makuluto ma KDF thini wa sub county ino undula utanethiwa. Watoto wetu wanasemekana waende Kiretire na pale before walikuwa wanaenda wanachukuliwa mmoja, na saa hii mmetufunza 20 pale, na hiyo ndio ile serikali. Sasa sisi tulikuwa tumehesabu wa mama wakati huu wakati wa recruitment ya KDF tulikuwa tunasema Makema 10 Mwea 10. Sisi hatujui tuko wapi saa hii. Na tulikuwa tumehesabu hii mwaka imeisha, tukasema tutaanjiliwa watoto 120 mwaka huu. Saa hii hatujui namba yetu ni gani. Kitu ile ingine, watu wa siasa, wakati ule kulikuwa na watu wa DCO, wakati ule kulikuwa kuna mambo ya land board, mlikuwa mnalia kama mlio wa shilingi ikianguka kwa simiti. Saa hii mkisikia mambo ya KDF, amuli kwa nini? Ongi meweta sub county ino tayari itakunewa mianya ya nene na sub county ila ingi si county ino ya Embu. We are not under any count subject to a junior partner to any other sub county Bwana County Commissioner. What we are requesting very quickly and very humbly, that is why we have got structures of the government. Sisi watu wa Mwea sub county hatutapana kwenda miguu kwenda kwa PS, kwenda kwa ministry. With a heavy request from these people unaona, na wale wengi weko nyumbani. We have and we need to be given our autonomous working of this sub county. Juzi walimu walikuwa wanaandikwa ni watoto wetu, hatuna ile code. At the end of this month jeshi inachukuliwa, hatuna code. Sasa tunaambiwa aje ni sub county na we are not independent. Maombi yangu kama mama ama kama kiongozi ni tupewe ile package full. All what it needs to be called a sub county tupewe. Ovamana au serikali ni yakulwa kuikithia ene nthi mamwe makwata uthukumi mwene u kuma kwi serikali. This issue of a code for a recruitment center, kindly take it as a matter of priority and urgency. Kwa sababu it was possible for NYS walifanyia hapa. If it is possible, and I know the powers that your office holds, if it is possible hata KDF tarehe 7 wakifanyia Umau, hiyo ingine ifanyiwe Karaba, tafadhali tuomba kwa heshima ifanyike. Because we have a history in this constituency, tunajua vile mambo imekuwa, na Mbeere South constituency is almost half the landmass ya Embu County. So mtu kutoka Makutano kwenda Umau itabidi aende Embu ndio arudi tena kwenda Umau. It is far. Now it is not only unfair in terms of distribution but also in distances and cost. Kwa hivyo kwa heshima, kama inawezekana KDF waje hapa Karaba, tutashukuru sana and we shall say thank you to the government. Wakavindani kau County Commissioner Jacob Buo mama ikithisa ene nthi mamwe ya kwithukiwa kwa ukayo o aimenda kuona ni ya umeisio. Code bado tuko na shida, lakini tumeongea huku chini tangu hizi advertisements zifanyike, so pengine kuna announcements itasema hapa, but already inajulikana kwamba pengine there was some oversight, na si Mwea peke yake, kuna sub counties kadhaa pia waliwachwa nje, lakini I'm very sure kwamba hiyo maneno inashughulikiwa. Gelivotea Vilingi wa Mauvoo, Mtongo TV, nyenita wa Ben Mosau. Hindi tikwate kiyo cha ene nthi mamwe na makima nikithukiwa ni serikali. Tuisonga na mbele kana ngwatanio ya sungimaki ene kana Kenya National Private Security Workers Union yenda kambuni ene nyomba na mabiasala kuthukomithia ndevi ya kimiao ya inyi Vilingi ngili 16 kwa thukomi alama andikitwe ta asungi. Kwisela kwa mwandiki mwanene wa ngwatanio Isaac Adambwa ni kana maofisa mo maendeye na kunyamani misala minini vindani alama ya mikalile yende na kwambata valamenda asungi maiwo misala ile mianiye
kana matwaisya mukomo Kenya yonthe. Peke yake tu. Na mambo ya support ya president ya reform tunasupport. Mambo ya levy tunasupport. Hasa la on nini? Nyumba. Sio kweli? Pati angalieni mambo ya minimum wage. Ugonjwa ya kwanza ni minimum wage. So the government is not supporting those ones who are paying the minimum wage. Is killing those ones who are paying minimum wage at the expense of those ones who are not complying with the minimum wage. That's the issue. Na hizi ni kampuni, viongozi kutoka kampuni chache. Hivi karibuni kama tutapata majibu na hizo shops wote Kenya mzima na branch secretary. Na tuanze mambo ya maandamano sasa. Na mambo ya strike is within the law. Unasikia? Yes. Mimi peke yake katika private security ndio niko na uwezo kutoa notice. Na nimeshatoa nikaambiwa acha kwa kwanza. So wakiniambia nitoa hata leo, si nitatoa tu. Na nthini wa mathauni kana kilavu cha Kakamega Homeboyz kwi umuthi ni chethiwa na mazoezi ma muthia kwiyumbanisya ithau ya CAF Confederation Cup na timu ya kumanthi ya Libya Al Hilal Benghazi. Ithau hii ikathaukwa kwiyuni saa kenda cia muthenya kiwanzani cha Nyayo musini wa Ilovi. Walofisa munene wa kilavu ki cha Kakamega Homeboyz Bernard Shitiabai wakule mashambiki maumile kwa wingi kumakathia. Kuelekea kwenye mchezo nadhani utakuwa mchezo mgumu, lakini kama timu tuko tayari. Ingawaje hatuna wachezaji wengi wamekuwa kwenye competition hii, lakini ndio maana inaitwa team game. Tutakumbatiana kwa pamoja na naamini tutaweza kufanya kitu. This is a very great moment of kila mchezaji ametrim at least ku make step kwa career yake. Me personally it is a very great achievement na kwa team. Tupo sote kama timu, hakuna majeruhi yote. Wachezaji wote wapo kwenye afya zao. Na wana ari ya hii mechi. Wako tayari sana kwa hii mechi. Kumaanisha kwa itakuwa mechi nzuri. Ni nzito kwetu, ndio ni nzito. Maanake ni wakilishi katika nchi yao wale. So nadhani si mechi rahisi, ni mechi ngumu. Lakini yote tisa sisi tuko vizuri na tuko tayari. Jitolea, hakuna any other match ya Kenya. Tukuje kwa wingi tupate Kakamega Homeboyz support waweze kushinda hii mechi, waweze kushinda pia mechi ya marudiano, wafuzu kwa second round. Tunawaomba mashabiki wote wajitokeze kwa wingi kupata Kakamega Homeboyz support. Kesho ni siku ya Jumamosi ambayo hakuna Jumamosi nyingine kama hiyo. Baada ya muda mrefu ambao tumekuwa na kiu ya kuweza kupata mpira, leo hii tuje pamoja tuone mpira ya kitaifa. Na Kakamega Homeboyz nawaahidi kwamba hatutawa let down. Hii ni yetu. Tafadhali kujeni nyote katika kutoka sehemu zote. Tafadhali na wale Waluya ambao wako hapa wa kutoka kule Kawangware na maeneo yote. Tafadhali Nyakobor, kujeni nyinyi nyote. Hii ni timu yenu. Na inditi kwatisia Kakamega Homeboyz uthauki musio maikomana na timu isu ya Al Hilal Benghazi kumanthi ya Libya. Kwa Mauvoo asu wewe twikilangithio Vilingi wa Mauvoo tukwendea kwithiwa na kuiyo kisio na weekend ya kwaila nyenito wa Robert MUTUKU nake Sharon Ndinda atwala Mauvoo akwanzia ya Meko Tiwanesa.